huyo Michael. Wewe, Fadhila. Mpenzi wangu, hivi nakwambia mara ngapi unielewe? Au unaona unavyofanya ni sahihi? Maana kila siku ni wewe tu, na hili swala nimeliongea, sio kama mgeni kwako, unalijua fika tu. Mbona njia zipo nyingi tu za kutafutia pesa? Kwa nini ufanye hivyo vitu? Utaniweka kwenye wakati gani mimi wakati wewe utapata tatizo? Kuna kufa, kuna jela. Alafu unajua mimi nakutegemea wewe tu. Hakuna mtu mwingine. Au unataka mimi nizalilike? Hii kazi naoifanya hata mimi siipendi. Na kuahidi mtaiacha tu ipo siku. Na Michael akinipa kazi, nitaifanya kazi yake ya mwisho. Sitofanya tena kazi yake, na itakuwa ndo mwisho kufanya kazi hii. Na kuahidi mpenzi wangu, ondoa hofu kwa hilo. Unaniahidi kweli? Kweli. Sawa. Michael ndugu yangu, acha kuwa na mawazo. Una mawazo sana. Najua, naelewa. Juu ya swala lako au juu ya matatizo yako. Mimi naujua umuhimu wangu kwako. Na wewe unaelewa umuhimu wangu mimi kwako. Wewe ni zaidi ya rafiki, wewe ni zaidi ya bosi. Sasa basi, ili swala nimelivaa kama la kwangu, kwa sababu mimi na wewe tumeshapitia vitu vingi mpaka hapa tulipofikia. Na kuahidi furaha yako itarudi kama zamani, na ili swala nitalitekeleza ipasavyo, kwa sababu mimi nina watu na nina kila kitu, na kupitia wewe nitaweza kuifanikisha kama tukiwa pamoja. Nataka nirudishe furaha yako kama ya mwanzo. Sitaki uwe na mawazo muda wote. Kweli wewe ni mtu wa pombe, lakini unakunywa pombe ukiwa na mawazo. Nishazoea kunywa pombe na wewe ukiwa kwenye furaha. Michael, na kupromise ili swala litaisha. Pakanyao, nashindwa kutambua yeye ni mwanamke gani mwenye ujasiri wa kufanya haya ambayo anayafanya yeye. Natambua nina nguvu kubwa sana ya kufanya jambo lolote kwake yeye. Nina pesa, nina nyumba, nina gari, nina bando kama unavyoziona. Yeye ni nani wa kunisumbua mimi kichwa changu? Nilishamwambia mara wa kadha na muhitaji hawe katika mfumo wa maisha yangu. Na furaha yangu mimi ipo kwake yeye, lakini anashindwa kunikabidhi furaha yangu kwa mikono yake. Anataka nini? Nitumie nguvu,
nitumie ubaya, naweza kufanya yote, lakini kuwa mimi nampenda na ndio maana sitaki kumuonyesha undani wangu. Na kuahidi ili swala litakwenda ipasavyo. Michael, nipe mkono kama unaniamini juu ya swala hili. Nimeshafanya kazi nyingi na wewe, sijai kuangusha, na ndio maana nikatanguliza wewe ni zaidi ya bosi, ni zaidi ya rafiki. Na kuahidi ili swala nitalifanyia kazi ipasavyo. Sio muda maneno, nahitaji vitendo. Hakikisha popote alipo, iwe kwa gharama yoyote, nguvu yoyote, na mhitaji awe katika suluhisho. Huwezi kunizidi akili. Makanyao, hakikisha kwa gharama yoyote, tumia nguvu ya aina yoyote, fanikisha unamleta hapa. Gharama zote nitatumia mimi kwa haraka sana, na mhitaji awe hapa. Bosi ametupa kazi, inabidi tuifanye kwa uweledi mkubwa sana. Inabidi tutulize kila kiungo chetu cha mwili kuifanya kazi ipasavyo ili iwe sahihi, kwa sababu ni kazi ambayo inaweza kutuingizia fedha. Bosi kasema tumtafute Fadhila kokote alipo, tumpeleke katika mikono yake. Sasa basi, na mimi nawapa kazi. Namtaka Fadhila kokote alipo, mniletee mimi na mimi nimpeleke Fadhila kwa bosi. Ni kazi ambayo tupiga hela sana, na ndio kazi ambayo wanifanya paka mimi nipo hapa, kwa sababu ni kazi kubwa. Tokea nianze kufanya kazi na bosi huyu, hii ndio kazi kubwa. Boss, kazi imefika sehemu husika. Sitakuangusha wewe, sitamwangusha bosi mkuu. Mtafanya kazi kwa weledi, mtafurahi kwa wote. Sina maneno mengi, kwangu ni vitendo. Na si unajua hatujawahi kukuangusha eh? Yaani kwenye hii kazi ondoa shaka kabisa. Tutafanya kazi ipasavyo. Kwa wewe ondoa shaka kuhusu hilo. Limeisha. Kwa nini kila siku ninavyoongea unitaki kunisikiliza? Niongee mara ngapi? Unataka nifanye nini ili ujue mimi sitaki iko kitu unachokifanya? Angalia sasa, majirani wote wanajua kama wewe unafanya kazi gani. Wananionaje mimi? Wananichukuliaje? Unataka nionekanaje? Sikiza nikwambie. Nilishakwambia sitaki kazi na Michael. Unielewe. Sikiza nikwambie kitu mpenzi wangu. Sio kwamba napenda kuifanya hii kazi. Na tumeshakaa mara kadhaa nikakwambia kwamba hata mimi mwenyewe sipendi hii kazi tunayoifanya. Ila na imani ipo siku nitaiacha. Na nishakwambia mara nyingi sana kwamba hata mimi mwenyewe natamani kuiacha hii kazi. Lakini nikiacha hivyo unavyotaka, Bwana Michael anaweza akanizuru. Wewe mwenyewe unajua kama Bwana Michael mkono wake ni mrefu sana. Anaweza akaniua hata mimi. Kwa hiyo inamaanisha unataka hata mimi mwenyewe nifike katika wakati mbaya wa kutaka kutolewa maisha yangu kwa sababu ya kuacha kazi kizembe?
Hebu jaribu kunisikiliza. Nimeshakwambia mara kadhaa kwamba mimi mwenyewe hii kazi nitaiacha, ila naifanya kazi ya mwisho ambayo kanipa Bwana Michael. Sitofanya kazi nyingine tena. Hii ndio itakuwa kazi ya mwisho mpenzi wangu, na tayari nimeshawatuma vijana wanaifanya hiyo kazi. Wakishindwa, mimi nitaenda kuimalizia hiyo kazi. Nikishamaliza kuifanya hiyo kazi, sitofanya tena mpenzi wangu. Kila siku nakwambia hivyo, kwani hutaki kunielewa? Ushaniambia mara nyingi sana kuhusu hili, na ulishasema hii ni ya mwisho, hii ni ya mwisho, hii ni ya mwisho. Itafika lini hiyo ya mwisho? Itafika lini? Nimechoka na hili swala. Nisikilize nikwambie, usipojua kulirekebisha hili swala, mimi na wewe itakuwa basi. Sasa mpenzi wangu, unavyosema hivyo, tunavyozozana hivi, ndio majirani wanapata kujua kwamba wale kila siku wanabishana, wanazozana kwa sababu ya hiyo. Kwa wanapata kujua, wanapata kufahamu. Nimeshakwambia mpenzi wangu, punguza jaziba. Nakupenda sana. Nataka uniahidi na mimi nikuahidi. Na kuahidi kwamba hii kazi nikishamaliza kuifanya, sitofanya tena hii kazi. Na wewe naomba uniahidi kwamba umekubaliana na mimi. Kwa kuwa unajua udhaifu wangu, si ndio? Sasa hii iwe mara ya mwisho, ifike kikomo sasa. Hii itakuwa ni ahadi ya mwisho kwangu mimi, iwe kazi ya mwisho na Michael. Sitaki tena kusikia hili jambo. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa.
kama tulivyoongea jana, ulikuwa kwenye hali mbaya sana, na kwa kipindi kile nisingeweza kuuliza chochote. Kinachoniumiza kichwa kwamba sijajua mpaka sasa hivi ni mtu ambaye umepitia changamoto gani, una matatizo gani, ila kwa sababu sisi ni binadamu na sisi Watanzania mara nyingi huwa tuna upendo, unaona Kwa hiyo nafikiri unaweza ukatuambia tufunde sana Ruby, unapitia changamoto gani, sababu mpaka nakuta mazingira lakini mabaya sana, unaona. Ila tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi at least kidogo haoni changamoto. Sawa. Wacha nikupe muda. Endelee kupumzika. Naamini kadri ya siku zinavyozidi kwenda, wewe utakuwa sawa zaidi. Usijali sisi kama labda nilikuwa na kunyanyapaa kama. Unaelewa? Utakapokuwa vizuri na mimi utatuambia umetokea wapi na labda umepitia changamoto gani. Naona jeraha lako sasa hivi limeshapona. Ilikuwa sumu kali. Unajua nyoka huwa na sumu kali sana. Wala sijali. Umesikia? Kamwandalie dawa yake nyingine ambayo kwa hivyo sawa? Basuke. Safi muhimu. Hiyo safi muhimu na Mungu katupa eneo. Kweli kabisa. Hivi Semengo. Naam. Nataka nikuulize swala moja. Hivyo unaona jambo la kumpokea yule binti liko sahihi? Aliyakuwa umfahamu anakotokea. Haujui taarifa yake yoyote. Unaona uko sahihi kweli? Kumsaidia mtu hakuhitaji kujua. Shafahamu? Kwa hali nilomkuta nayo, kama ningemwacha, unadhani angekuwa kwenye mazingira gani? Semengo, tunaanzia hapo kwenye hali yake. Kitu cha kwanza tunakuja kuangalia hali yake uliyomkuta. Mazingira uliyomkuta. Na yani jinsi ulivyonisimulia. Mfano mmoja tu. Labda akiwa ni mpelelezi, wewe unajuaje? Sikia Masuke. Mimi naamini yule binti ni binti mzuri tu. Hana shida yoyote. Kikubwa tusubiri aendelee kutengamaa vizuri. Nadhani tutapata kila kitu ambacho kinaendelea kuhusu nini. Ila sio Semengo, sio labda kwamba mimi nimezungumza eti labda kuna kitu ambacho eti kwamba sijui yule binti nzuri sio kwa hapana. Sio kawaza mambo yako. Ila mimi nimekuambia kwa sababu wewe ni rafiki yangu ambaye kwanza toka uje wako hapa kwangu umenisaidia sana. Nimebadilika sababu nilikuwa chapa kazi. Napata 200 ya maisha yangu yanasonga. Kwa hiyo nilikuwa nakuwa na wasiwasi na wewe kaka. Sawa Masuke, mimi nitalifanyia kazi. Ila naamini kila kitu kitakuwa sawa tu. Kubwa wewe tu makini. Ila sasa unaona bana muda kwenda kuandaa mnenda. Bana ndugu yangu tulivyopigika kule. Niko hoi. Mlenda. Wenzetu mimi nikwambiaga tule nani mlenda na ugali. Utaki. Mlenda bwana mimi bwana nimeshazoea kunde, mbaazi. Mimi hapa na babangu. Babangu anaendelea kuongea kwa mdogo. Ila hajawahi kunionyesha
siku nikimpata nikimueleza baba, nieleze mamangu wapi au nipeleke mamangu alipo. Anasema atakupeleka